Mzizi wa ukweli. Kwenye mitaa ya vumbi na kelele za maisha aliishi Mama Zawadi, mwanamke mzee, mnene, maskini aliyezoea kuangaliwa kwa dharau, lakini moyoni alikuwa amebeba siri nzito kuliko mtu yeyote alivyodhani. Kila alipopita macho yalimhukumu, maneno ya chini chini yalimuumiza, lakini hakuwahi kujitetea. Alijua muda una tabia ya kufunua ukweli. Mbali na maisha yake kulikuwa na jumba la kifahari. Ndani yake aliishi Aisha, mwanamke mwenye kila kitu isipokuwa kile alichotamani zaidi: mtoto. Rashid, mume wake, alikuwa tajiri na mwenye heshima mbele ya watu, lakini nyumbani alibeba hasira ya kukosa mrithi. Lawama zilimwangukia Aisha kila siku. Siku moja sokoni, macho ya Mama Zawadi yalikutana na ya Aisha. Ndani ya macho yale aliona maumivu ya tumbo tupu na matumaini yanayofifia. Kwa sauti ya upole, Mama Zawadi alinena. Hakutoa ahadi ya pesa wala hospitali. Alitoa matumaini na hekima ya mama. Aisha alimleta Mama Zawadi nyumbani. Ndani ya nyumba utajiri ulikutana na umaskini. Macho ya dharau yakatawala. Salma na Rashid hawakuona msaidizi, waliona fedheha, lakini Mama Zawadi alisimama imara, hakutetereka. Licha ya matusi na kejeli, Mama Zawadi alibaki mtulivu. Alijua heshima ya kweli haitoki kwenye mavazi, bali kwenye dhamira. Siku zikapita, dawa za asili, maombi ya kimya kimya na imani vikaanza kufanya kazi yake. Kitu kilikuwa kinabadilika. Ndani ya hospitali maneno daktari yalibadilisha kila kitu. Aisha alikuwa mjamzito. Kilio kageuka furaha. Nyumba ile ile iliyojawa dharau sasa ikajaa vigelegele. Mama Zawadi akatazama kwa macho mapya ya shukrani. Lakini furaha ile ilifungua mlango wa ukweli. Mama Zawadi akatoa kitambaa cha zamani, jina likiwa limeandikwa Rashid. Ukweli ukasimama wazi. Rashid akaanguka magotini. Yule aliyemdharau alikuwa mama yake mzazi. Moyo uliovunjika ukapata uponyaji. Asubuhi mpya ikaingia. Mama mjamzito na mwana waliunganishwa tena. Upendo ukashinda kiburi.